Maandiko yanasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Ukiingia Shilo au nywani mwa Bwana, zile taratibu ambazo Mungu ameziweka zifanye kwa moyo wako wote. Kama utafanya siku nyingine, unaabudu kama utaabudu tena. Ukianza kuabudu Mungu, abudu kama utaabudu tena, maana hakuna anayejua kesho. Ukipata dakika ya kuomba, omba kama utaomba tena. Ukipata saa ya kuhubiri kama mimi au ya kusikia kama wewe, sikiliza kwa moyo wote. Amen. Kanuni zinasema mpende Bwana Mungu wako kwa akili, kwa moyo na kwa nguvu zote. Hasa ukitazama ile ambayo unayatarajia. Apandaye haba tavuna haba. Huwezi kutarajia mambo makubwa ya Mungu afu unaabudu chini ya viwango, unaomba chini ya viwango, unaamini chini ya viwango, afu kazani Mungu atakutokea. Unajidanganya. Baba anasema nawapenda wanipendao, lakini hao wanipendao wasishe kunipenda tu, wanitafute. Sio kunitafuta tu, waongeze na bidii na kunitafuta, ndipo nitakapoonekana. Sasa mambo ya Mungu ni syllabus. Kuna watoto wa chekechea, Mungu anawachukulia kama chekechea na atawalea kama chekechea. Akifika darasa la kwanza anawachukulia hivyo hivyo. Ndio unasikia Yesu wakati anavuka mto kwenda Getsemane, ziwa la Nazareti, wanafunzi wake walipoona amelala wakamwamsha. Wakamwambia, mwalimu, tunaangamia. Biblia inasema Yesu akamka akaukemea upepo na bahari, ikawa shwari kuu. Ilipotokea shwari kuu, Yesu aligeukia, hali uso wake umeamaka, akioji, ndakaa nanyi hata lini, enyi wenye imani haba? Tafsiri yake nini? Kwa maana sasa Yesu aliwategemea wao wasiwe na hofu tena, ile ambayo walikuwa nao miaka 3 iliyopita kabla hawajamuona. Alijua sasa, japokuwa wanaona upepo, lakini wanakuwa na moyo mkuu wa ushujaa, ana majibu wanayo. Alipoona wanakuwa oga kama watu ambao hawajawahi kutembea na Mungu, Yesu akaamaka hali ya kioji, ndakaa nanyi hata lini, enyi wenye imani haba? Paulo mtume anasema imewapasa sasa kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, hawapasi kuwa wachanga tena. Anaandika Waebrania, sasa kwa muda ambao mmekaa nyumbani mwa Bwana, imewapaswa kuwa walimu, sio tena kama watoto wachanga unyonyeshao. Kwanza mlianza kuwa watu wa asili, baadaye mkakuwa, anawaandikia Wakorintho, mkaa watu wa mwilini. Basi inawapasa kuwa watu wa rohoni. Mtu wa asili hayapokei mambo ya Mungu, maana kwake hatambulikani. Lakini mtu wa asili bado anaziona tabia za mwili zinatawala. Lakini mtu wa rohoni, Paulo anachambua wale watu watatu. Mtu wa rohoni ndio unaona kwake unavuna yale matunda 9 ya Roho Mtakatifu: furaha, upendo, utu wema na fadhili. Amen. Ndio maana Mungu wakati wote alikuwa anawatapika Wayahudi, kwa sababu walikuwa wanasahau mapema. Wanaona hamna maji, wanaanza kunungunika badala ya kuomba. Musa akasema, ninyi amweni nchi ya ahadi. Amen. Usizani Mungu atakutreat vile vile kama miaka 7, 6, 5, 10 iliyopita. Hapana. Na watu wengi, kwa sababu hawajalijua hilo, wanaishia kuwa wazulaji. Wanadhani kosa la madhabahu, kumbe sio madhabahu. Kama ukienda katika huduma zote, makanisa yote, utaona yule mhubiri baadaye anaanza kubadilika, anaanza kuwa mwalimu, anaanza kuzama kwenye ukweli. Hata pengine hataki, akiwa analazimishwa na kweli ya Injili. Makusudi ya Mungu kutoa huduma 5 ili watu wakue, wapande madaraja wa cheo na cheo kama Kristo. Sasa ukipata wasaa kama huu kuabudu, abudu kama hautapata kuabudu tena. Imba kama utaimba tena. Kama unajua nini maana ya kuabudu, basi abudu kama hujui.
Lakini kama unajua kwamba hapa niko mbele za Mungu kwa njia ya imani, basi imba kama utaimba tena wakati wote, hata kama dakika moja. Nafuu ndio Mungu anawaambia Israeli, mkimaanisha mnaponitafuta mimi nitadhibitisha. Lakini ukimtafuta Baba kwa kubahatisha, yeye anabatilisha. Jitahidi kuomba kwa moyo wa dhati, kumtumikia Mungu kwa moyo wa dhati, kwa moyo wako wote. Unapoabudu wao usimwangalie huyu wala huyu, wewe muangalie Mungu. Sana pengine wengine madhabahu, maana madhabahu ndio inakuongoza. Ndio inaongoza kuabudu, kuomba. Yule alikuwa madhabahu, muangalie, maana utaratibu wa kanisa. Wala usiuangalie mwili. Toeni mili kwa dhabihu iliyo hai yenye kumpendeza Mungu. Nimeongea maneno machache lakini yenye utajiri mwingi.